Na barabara kabisa na kusihi hujambo. Mie wako Bimuri. Karibu sana tuweze kuangazia swala nzima kuhusiana na mawazo ya mwanadamu. Hili ni swala nyeti mno na jambo ambalo humwathiri kila mwanadamu, na hivyo ni vyema sana kusoma na tena kujua jinsi ya kudhibiti mawazo yako na jinsi ya kuyatunza, kwani mawazo yako hatimaye yanakuwa ndio wewe. Lakini wachache wana ujuzi wa kujua jinsi ya kudhibiti mafikra yao. Mawazo yako ni kama mbegu inayopandwa shambani nafsini mwako, na ile mbegu unao uhuru wa kuchagua, kwani mbegu yenyewe hupeanwa bure bilashi, na hivyo ni wajibu wako uweze kujua utachagua mbegu gani ambayo ungetaka kupanda kondeni mwako, kwani usidanganywe. Biblia husema vema kwamba Mungu hadhihakiwi. Unachokipanda bila shaka ndicho utakachovuna. Na hivyo kwa swala nzima la mafikra, la mawazo, kuona una uhuru wa kuchagua. Unaweza chagua mbegu ya maua, shamba mwako mwe mmelepeka, watu wawe wanaitizama na wanafurahia venye iko maridadi. Unaweza chagua mbegu ya mahindi, unaweza chagua ya maharage, unaweza chagua miti tofauti na kadhalika, kulingana na ile mbegu au yale mazao ambayo ungetaka kuyavuna. Ni jambo la kusikitiza sana kwamba wengi wetu tumeichagua mbegu iliyo ni mbaya, tukitarajia eti huenda bado tutavuna matunda mzuri. Wengine wanasema si lazima nipande. Wanasahau ya kwamba usipoipanda shamba, bila shaka magugu yatamea yenyewe. Na kulingana na Methali sura ya 23 msururu wa 7 inasema ya kwamba kama jinsi mtu afikiriapo nafsini mwake, vivyo ndivyo alivyo, au hivyo ndivyo huwa. Na tuseme kwa mfano, leo umeletewa sinema ambayo inaonesha mawazo yako, jinsi ambavyo wewe huwa unafikiria. Je, ungeketi pale na njugu zako na vitafunio ujiangalilie ile sinema kwa kufurahia na kupambika, au huwezi hata jua venye umeangusha njugu na vitafunio vyako na kutoka katika kile chumba cha sinema kama mwizi, kwa aibu nyingi, tena kwa kutoamini kwamba wewe mzee mzima? Hayo ndiyo mawazo ya mawazo ambayo tunayoyafikiria ni mbegu ambazo humea na hukomaa, tena huzaa uhalisia wa mambo. Huwezi panda mwembe alafu utarajie ukavune machungwa pale. Huwezi panda hasira, ubinafsi, uoga, mawazo mabaya, kinyongo, ugomvi, alafu utarajie utavuna mambo mazuri, utavuna maisha yenye amani. Hamna. Mbegu zingine huwa zinapandwa ni mbegu mzuri, lakini chenye imelishwa mpaka ikomae, kwani wengi tulizaliwa na tukaanza kulelewa vizuri, tukaanza kupandwa mbegu nzuri ndani yetu, lakini tulivyoendelea kukomaa tukaendelea kulishwa vyakula ambavyo vilituathiri. Na kwa hivyo chenye unalisha ile mbegu ambayo umepanda inategemea sana kama bado itamalizia ikiwa mbegu nzuri au itamalizia kwa mazao ambao ni mazao mazuri.
Na hivyo basi ni vema sana kuangalia nini unatizama, ni nini unasikiza, ni watu gani unatembea na wao. Ni vizuri kuwa mwangalifu sana hata baada ya kuipanda ile mbegu. Lazima ukae ukiangalia na uitunze ipasavyo. Kama jinsi ambavyo huwezi wazuia nyuni kupita kichwani mwako, vivyo hivyo ndivyo huwezi zuia haya mambo kukujia wakati mmoja au mwingine. Lakini kama vile pia unao uwezo mkubwa wa kuzuia wale nyuni kupaa tena kujenga viota kichwani mwako, vivyo hivyo ndivyo unao uwezo mkubwa wa kuzuia yale mawazo mabaya, ile chuki, ile kinyongo, ile mahasira na kadhalika kupaa na kujenga makazi ndani ya nafsi yako. Unao uwezo wa kusema wait a minute, na hii ni nini nafikiria? Huu ni upuzi gani? Hebu toka, we wazo ya chuki, toka ndani yangu. Iamuru tena, hata ikiwezekana kwa sauti, na nakwambia hutahitaji kuiamuru mara mbili. Mara moja inatosha, ushangae, hiyo wazo imekutoka na imeenda. Tunahitaji tu kuwa alert kidogo, na tuonapo kama ndege zinataka kupaa, tunainua tu mkono na inatoweka. Nimetumia nguvu nyingi kupanda, kupalilia na kugoja muda mrefu, alafu hii takataka ya kitu inataka kuniharibia. Otoka mbele yangu! And before you know, ile tamaa ya kutaka kuangalia zile vitu chafu itakuwa imetoweka mbali sana na wewe. It's that easy. But again, kama hujafanya uamuzi wa kufanya vile, na kama hujasikiza hii video usikie venye unafaa kufanya, basi inakuwa jambo gumu sana kwetu wanadamu. Yale hutayazuia kuja, lakini unao uwezo ndani yako, ukisaidiwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, kuweza kupigana nayo na kuyatoa ndani yako, kulingana na Wakorintho 2 sura ya 10 msururu wa 5. Yashike yale mawazo mateka yaweze kumtii Yesu Kristo. Vile vile ni vema kujua ya kwamba mawazo yako ni uwanja wa vita. Shetani huwa anapanga vita zake katika mawazo yako kila wakati, na hivyo basi, kama kitabu cha Warumi sura ya 12 msururu wa 2 inavyosema, ni vizuri kukaa ukibadilisha na ukiyafanya upya mawazo yako. Kwani adui ataataka nafsi yako kwa uoga, kwa shaka, kwa kujilaumu wewe mwenyewe, na vile vile kwa majaribu mbalimbali. Huwa tukiingia hata mahali ya umma kama duka kuu, kanisani, kazini, tunakaguliwa, tunaingia na nini, lakini nafsi zetu tunaziachilia. Chochote kile kinaweza ingia. Lori ya takataka inaingia, inamwaga takataka sebuleni mwako, na bado unatarajia kunukia vizuri? La, haiwezekani namna hiyo. Hatuwezi taka hata mtu mwenye tunaheshimu awe na kitu kama ile, au awe na mafikra sampuli ile, lakini sisi tunajiambia tutajidhibiti. Sisi hebu turuhusu kidogo, kaufundo kidogo imwagwe ndani, tutajaribu kumanage. Ole wako. Ni lazima uchukue jukumu ya kulinda nafsi yako kutokana na mawazo maovu, mawazo yenye ufundo mbaya. Nakumbuka hii au swala nzima la kulinda nafsi yako kutokana na mawazo mabaya si jambo ya siku moja, ni jambo ya kufanya kila siku, kila wakati. Ni kama vile mazoezi
Ukitaka kuwa na six pack, lazima ufanye mazoezi kila wakati. Huwezi fanya mazoezi mingi mfululizo mwezi mmoja na kweli upate hizo muscles, alafu useme ni hivyo sasa ni kwenda kuishi maisha yako yote ukiwa na muscles. Haiwezekani. Vivyo hivyo ndivyo ilivyo katika hii swala nzima ya kudhibiti mawazo yako. Lazima ukae ukikumbushwa, na lazima ukae ukijikumbusha, na ukae ukipractice kila wakati, ndio uweze kukaa maisha mazuri pasina ufundo. Baadhi ya hayo mazoezi, ukaa ukitafakari maneno au neno la Mungu mchana na usiku, kama isemavyo katika kitabu cha Joshua sura ya 1 mstari wa 8. Uishi maisha ya kumeditate the book of the law day and night. Tena ni vema katika hii hali nzima ya mazoezi kuanza siku yako na wazo chanya, tena wazo ya kibiblia. Vilevile ni vizuri kugundua a pattern mbaya ya kimawazo ambayo imekuwa ikifanyika katika maisha yako na uweze ku-replace na a better one, a better pattern. Na usisahau pia kuweka a journal of your thoughts. Nakiri mawazo yako mahali ndio uweze kutrack, ujue unafikiria vipi. Mawazo yako ni mawazo chanya au ni mawazo hasi? Ni mawazo makubwa au ni mawazo duni? Ni mawazo ni mawazo machafu au ni mawazo safi? Ni vema kuomba kila siku kama Daudi alivyoomba, Mungu ifanye nafsi yangu upya, yatakaze mawazo yangu. Na hatimaye ni vema kujizingira na marafiki wenye uungu na wenye mitizamo chanya ya mambo. Bila shaka hiyo nayo itakusaidia sana. Kudhibiti mawazo yetu ni swala nyeti, swala muhimu sana, kuanzia tu kama wazo, lakini hatimaye itakuwa wewe. Ni vema kuchukua hii nafasi, tumwambie Mwenyezi Mungu. Bila shaka tumekuwa tumeachilia mawazo yetu autopilot for long, lakini tunaomba Baba, Roho wako Mtakatifu atuwezeshe kudhibiti mawazo yetu. Mungu na akakusaidie kubadilisha mawazo yako, kulinda nafsi yako kutokana na mawazo maovu, na akasaidie mbegu ambayo imepandwa nafsini mwako kuzaa mara 30, mara 60 na hata mara 100. Katika jina la Yesu Kristo na tuseme amina. God bless you as you take control of your thoughts.